Kwa maana it is the opposite. Ukiona wivu, ukikasirikia, ukasema kwa nini alijenga nyumba mpya kama hii, mimi pia kweli nitajenga kama hii. Ukikwazika na ukaona wivu, yako haikuji, na ukifurahia inakuja. Ni kama ng'ombe mpya ambaye mtu amenunua, dume ya kulima. Ng'ombe na wivu na chuki haikuji. Nimesema haya na mama, kuna wakati nimekuwa pastor kwa muda mrefu, tukipata wageni kwa kanisa, kukula ni rahisi, mahali pa kulala shida. Sisi ambaye tumeokolewa na Mungu, sisi ambaye tumebarikiwa, mimi mchungaji wenu ninaomba kwamba Mungu atubariki tungali hapa duniani. Mungu atupe neema ili tuweze kukula mzuri, kulala mzuri, kwa nyumba mzuri. Bwana asifiwe. Kuna hadithi, mvua ilinyesha kwa ghafla na mzee mmoja akasema nitalala kwa huyu mzee leo. Huyo alistuka akasema ndiunyetekela kwesine. Ndio maana gani? Wewe jaribia mbele. Ndiunyetekela kwesine unye mumira utamuosa gani? Meaning what? Na alikuwa amesemaje? Mimi leo nalala kwako. Kudogo akastuka nasema hey, mami yako ndio unyetekela kwesine. Muji itawale mbite witi. Why? Kwa sababu ya mazingira, mahali tunakaa, mahali tunaita nyumbani. Mrs. Chocha mumeng'ang'ana, mumefanya mambo ya malazi. Sasa ng'ang'ana mambo ya blanketi, ng'ang'ana mambo ya vitambaa, ng'ang'ana, si ndio? Hayo ndio wakasema basi siku fulani mkutano itakuwa kwa Mama Chonya. Akasema sitakuwa najisikia naenda siku hiyo huko hospitali. Si yake na ushirika, si ya watu na maombi. Hayo kama ndio kwa Kristo. Ninawaambia nikawabarikisha kwamba Mungu wetu alituokoa, Mungu wetu alitubariki, kwamba nasi ni watoto wa mbarikiwa, ni watoto ambaye Mungu ametubariki. Lazima tukule mzuri, tufanye mzuri, tulale mzuri, ulimwengu upate kuona sisi ni watoto wa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yangu, leo sina klasi hii Biblia yangu na ipenda ni ndogo, maandishi madogo. 8. The good verse is this, George Boba wana kwa. Verse 11. Kwenye kaige nyoso ni ndogo. Tai naye akasangeneza kayo kwa nagaradani saita ke batapata. Sikizeni. Sasa. Kumbukumbu la Torati 8 mstari wa 11. Kanisa ni kitabu gani? 8 mstari wa 11. Kwa ajili ya ndugu yangu George na mama, sikizeni hii. Na hii fasi mpate kuishi katika nyumba yenu hii. Hata nami, hata na wewe. Maana maandiko yanasema jihadharini, usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutozishika amri zake na hukumu zake na sheria zake mnazokuamuru leo. Uone na kukaa ndani yake
na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, na pesa yako itakapoongezeka, na dhahabu zako itakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho itakapoongezeka. Verse 14, another caution. Basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Ulikuwa unatarajia mliooneka nini na ulioa nini? Hamjui siku ile mlioa na kuoneka nini? Nataka nitakurie nyinyi baraka. Hata nyumba nzuri kama hii nani najua mtoto ataonekana kwa hii nyumba nzuri hii. Basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye utishi, lenye nyoka na moto na nge, nchi ya kiu isiyokuwa na maji, aliyekutolea maji katika mwamba mgumu. Mstari wa 16, aliyekuizisha jangwani, kwa maana jangwani, kwa maana wasioijua baba zako, apate kutweza, apate kujalia na kutendea mema mwisho huu. Moyoni mwangu nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulinipatia utajiri huo. Kuna mtu alikuwa nasikia jenye tunasoma na Pastor Zakayo kwamba usisahau mahali Mungu amekutoa, usisahau hata siku moja. Mstari wa 18 ndio utamkumbuka Bwana Mungu wako. Bwana asifiwe. Utamkumbuka Bwana wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara na agano lake. Hiyo ndio neno la Mungu, ndugu yangu. Kwa ufupi, kumbuka Muumba wako mahali amekutoa. Angalia, utakapojenga nyumba nzuri na kuingia, pesa itakapoongezeka, ng'ombe itakapoongezeka, utajiri wako itakapoongezeka, usije ukao kiburi ukasahau Mungu wako aliyekutoa kwa umbali. Chochi, nimeuliza hiyo swali kwamba wewe ulioa lini, na mke wako nikauliza wewe ulioleka lini. Hebu angalia wakati mlianza maisha, nyumba yenu ile ya kwanza ilikuwaje? Kitanda ya kwanza, nguo yako ile ulivaa. Nikisema hivyo naangalia yangu mwenyewe. Nyumba yangu ya nyasi ndogo, hakuna nini. Wakeni yangu kutoka Mombasa wakanitembelea, ilibidi nikasarenda kitanda yangu na niende jikoni na mama, sababu room ilikuwa moja. Tunaanza maisha na ilikuwa ni wakeni ambao walinisaidia nikiwa Mombasa. Hebu angalia hiyo maisha wewe dada, angalia kabisa. Hata nguo, enda tafuteni picha zenyu vile mlianza maisha ile ya kwanza. Mngali mko na album. Leo ni revisiting album to see where mlikuwa mnaanza. Kuna sweta mimi nikionea mke wangu na hii sweta ilikuwa ya kweli, mbona hii ilikuwa mbaya hivi? Hii ilikuwa ni nguo yake, siku hiyo ndio ilikuwa the best yake. Sasa anaolega na hiyo siku hiyo, mimi naye na kuti yangu na viatu yangu the best. Mnyana anake kichoto
Angalia vile nyinyi Mungu amewaleta. Mnafaa mshukuru, msije mkasahau, msiinuke sema nane kama mimi niko na nyumba, niko na nini. Ni wakati wa kukumbuka, mtu wa kushukuru siku zote na kutamani kufanya kazi ya Mungu kwa amani na kwa bidii na toba, maana umbali ambayo Mungu amewaleta ni Ebenezer. So my message is this in summary. Kumbuka mahali Mungu amewaleta. Tazama mkutarajia pengine kwa nyumba nzuri namna hii. Ni wakati ya kumwambia Mungu asante na kukumbuka Mungu kufanyia kazi. Isiwe kama wengine ambayo wanajipiga kifua wakasema, hii ni kwa ajili ya akili yangu, kwa ajili ya nguvu zangu, kwa ajili ya mali yangu. Hapana, usije ukajisifu. Kiela lango amekevele panyafisi ni kumwambia Mungu, hii ni neema yako. Ndio Mungu alinde watoto wako. Ndio Mungu akupatie utajiri na makari ya kutukusia Mungu. Hiyo ndio message yangu. Na wewe naye ambaye yako inakuja, na mimi naye yangu ambaye inakuja, tufanye bidii tukijua sisi ni watoto wa ufalme, watoto ambaye tumeokoka, watoto ambaye tumebarikiwa. Kazi ya mikono yetu tuombe Mungu atupe neema na nguvu na afya kwa ajili ya kazi kama hii. Na hii ndio furaha yetu, na hii ndio amani yetu. Bwana asifiwe. Mungu mwe sasa jojla kore mani mwe jojla kama mani mwe jeshe bale ko mani bana nyenyu bana koto kubere mrona nyamani ka kubere jeshe ne nyenyu koto anga so mo kuja amani na furaha kwa nyumba hii siku yote. Ango chomnya bate lenyi joiwiti saka na mecho ni wao na monu mama tunyane ta kwa faka to kama beriane mejo bate wao deji mama ya wakati mike kona biu ngene mon ngeji bai tu bang ngare jengi mala gare tu nyumbani uchezo kala kepo kwa jeje doroje ile bupai doroje bana nyangu ngilenge karibu nyumbani ongechai kenye kiamne alaga mkuja pokore kweulu kotokore kinapiga alaga akila karibu nyumbani singere kimi singajeka singere ngajeka yoge ime side daga bodi mpaka kazi ketamona nano kemwenda kanyochika no kanyochika nyumbani nyochike kurebu demo kitaja jeshi mimi yeso kalaga je mangida yeso kalaga okila kene tatne kana musikini kanyochike kumi hata lego kijeki magale kubarane waje niende kwetu. Mungu abariki familia yetu na atubariki hata familia zetu tunapomtumikia Mungu kwa hali na mali kwa kujitolea. Tuombe. Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, neno lako imekuja na imetufundisha tunapoendelea katika maisha ya kila siku. Ukibariki kazi mikono yetu kwa hali ya kujenga nyumba ama kununua shamba ama gari ama kupata kitu chochote kilicho cha thamani, tusije tukasahau Mungu, maana wewe ni Mungu uliyetutoa kwa ubaya, kwamba umetubariki. Leo hii kwa ibada ya nyumba hii ya kwetu George, tumeshuhudia namna jinsi unapobariki wale ambao wamekubali Kristo kuwa mwokozi wa maisha yetu. Si wengi tunakuwa hapa, wengi pia wako na mpango kama hiyo, wengi wanamalizia, wengi wanaanza kuchenga. Ninaomba baraka kwa kina mama hawa, ninaomba baraka kwa wazee, ninaomba baraka kwa vijana, tunaomba baraka kwa kanisa lako, kwamba ubariki kazi ya mikono yetu, biashara yetu, ofisi zetu, ili tukibarikiwa tuweze kusema asante, maana umetenda leo kwa nyumba ya kwetu George, na kesho itakuwa kwa mwingine tunapoendelea. Bariki ibada hii ya kufungua nyumba rasmi. Bariki nyumba hiyo ambayo tumetakasa na kuwekwa wakfu kwa ajili ya utukufu yako. Katika jina la Mungu Baba
Mwana na Roho